Leo hii tukiangazia siasa na utamaduni, hususan tukimwangazia mwanamke katika taifa hili la Kenya. Je, anapata nafasi anayostahili ama tamaduni zinamfunga minyororo ambayo ameshindwa kuikata? Mbele huko kwenye mikono tunamwona kwamba mikono yake iko wazi, lakini miguu amefungwa cheni, hawezi kuondoka, hasongi, amekwama pale pale. Ndizo kauli ambazo tumezisikia kutoka kwa Damaristo ambaye ndiye kiongozi wa chama ya mapatano Kenya, na vile vile kutoka kwa mchanganuzi wa siasa Fatuma Mohamed kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya. Nataka kuuliza swali muhimu sana. Tulimwona Joyce Laboso akiibuka mshindi wa ugavana eneo la Bomet, lakini kuna watu wanasema kwamba asingeweka jina la Boso ama kwa sababu aliondoa jina la mumewe katika jina lake ili mpatie upato zaidi. Yes, you wanaunga mkono swala hilo ama wanahisi vipi? Ama kutaka kuwania siasa zaidi za kimaeneo nchini Kenya, unahitajika kufanya nini, Damaris? Ni rahisi sana. Umesema jina Joyce Laboso au kusema Joyce Obonyo. Hiyo imekujibu. Sababu alikubaliwa kwa urahisi kwa kimila ya Kalenjin ya kwanza ilikuwa kwa sababu dadake alikuwa ameaga. So ilikuwa rahisi sana kuingia kwa ile jukumu kwa sababu ilikuwa na pity vote nyuma kabla ya kuwa gavana. Aliposhika gavana ilikuwa lazima angebaki na jina Joyce Laboso. Kwa yule mwenye ako nyumbani pale anajua jina Joyce Laboso ni wetu. Tuko na semi katika lugha ya Kalenjin kwamba hata kama panya ni mbaya ni wa ile nyumba. Kwa hivyo ni wa ile nyumba, hata iwe kiasi gani, hata iwe mwizi ni wa ile nyumba. So utaona Laboso aliitwa Joyce Laboso, hakuitwa Joyce Obonyo. Angejiita Joyce Laboso hiyo siku hangepata kura. Ingekuwa vigumu sana kwa sababu they don't identify na huyo mtoto wao. Sasa watasema huyo mtoto tulilipa mahari, kwa hivyo yeye ni wa kule. So ataambiwa aenda bai wapi? Kisumu. Je, ukiolewa katika jamii yako, kama wewe ni Mdigodia, uolewe na Mdigodia pia pale Mandera, je, inakupa nafasi zaidi ama inakuwa vipi? Kama nilioleka na Dogodia ndio majority kwa hiyo county, niko na nafasi ya kusimama. Lakini nikioa msichana Dogodia na nasimama Wajir county na bwana yangu is from Mandera county, watu wataniambia niende nisimame Mandera county. And the people lived in Mandera county pia wanakuambia wewe ni wetu, lakini bwana yako ametoka kwa ile tribe nyingine. So unaona sasa hii conflict inaleta kwa wanawake, because saizi like me right now, if say I want to get married, I have to be very careful if I want to join politics, because lazima niangalie nataka nikuwe mwanasiasa huko Ushago ama Nairobi. Because for Nairobi itakuwa rahisi kwangu. If I married any Somali man, as long as a Muslim, nitaweza simama, kuna mtu ataniuliza. Lakini huko kwetu nyumbani huko ni ngumu sana. Lazima niangalie nani huyu ni clan yangu, yule mwingine. So I have to do a lot of selection, and it is very hard because we have a vision also to lead our community. Na sasa kama marriage yetu pia imekuwa question mark, we can't marry the person that we want. I think it's very difficult for us as a women from the pastoralist community, because saa hizi mimi nioleke na kabila ingine nitasahau mambo ya Mandera. Lakini kama nikioleka tu within Gare community, hapa niko sawa because niko nyumbani. Je, itakupa nafasi tuseme tumemwona Bi Sofia akiibuka mshindi katika kiti cha ubunge wa Ijara akiwa mwanamke wa kwanza. Tumemwona Fatuma Dulo. Tofauti ni zipi? Kwa nini kwa Borana imekuwa rahisi kwa Fatuma Dulo kupata kiti cha useneta kama mwanamke na sasa hivi anatafuta ugavana, lakini kupata vitu vingine katika maeneo mengine imekuwa vigumu? Tofauti ya hizi mila ni zipi labda? If I talk about Sofia from Ijara, Sofia alisimama mara nyingi sana. Alikuwa amepigania kama mara 3. Hii ndio alikuwa amebahatika for her luck. Na saizi pia wakiwa wanachagua yeye wanasema sisi tunachagua mwanamke ambaye anapata period kwa mwezi. Sasa hizo siku zingine ambaye tunamtafuta atakuwa kwa nyumba akiwa ana handle period zake. So all those things ukisikia wanaume wako more negative. Sofia alianza hii kiongozi akiwa 20 years ago, I think so, because alikuwa na lead pastoralist community, girl child education. So at least yeye amepata empowerment. So through that also I think she was nominated twice. Alipata nomination, and then from then akaanza kupigania hiyo kiti ya kusimama. Lakini ukiangalia Borana and Somali community, even though tuko the same, shida ni moja. Borana community are more enlightened kidogo sana kuliko wa Somali when it comes to women, because the Somali community, women is no go zone for them. Kama wewe ni mwanamke, kiti ya women representative.
Juu hii mambo za negotiated democracy ukiona, negotiated democracy ukiona, they only discuss governor, MP, MCA. They don't talk about women representatives. So hiyo inamaanisha wanawake, they are not important, their leadership. Niliona wakati mmoja kule Kajiado, Bi Peris Tobiko, hata wakizozana na mumewe. Naam, kwa sababu amemwalika naibu rais William Ruto katika boma, katika yeye hakutaka awanie ugavana kwa sababu ni kama alikuwa yani walikinzana. Yes. Hii katika haya maboma ambayo kama wewe ungekuwa umeolewa katika jamii yako ile ya Nandi, alafu uambiwe usisimame hapa. Unafaa wewe kusimama tu woman rep ama mbunge peke yake. Hivyo ndio inasemekana kwa sababu tukiangalia hata saa hizi nilipozindua chama, kitu ya kwanza waliuliza natoka wapi. Wakakuta kwamba natoka si sehemu mbali na William. Alafu ikakuja ikachimbuliwa zaidi ikajulikana kwamba tuko hata na blood relation. Na kwao walikuwa wanauliza kichwa yako inafanya kazi kwa sababu unawezaje enda ukazindua chama na kuna mmoja wetu. So meaning kama haufuatilii ile mtaratara ya kusema ati kwamba lazima nisikize Kenya William amesema. Hakuna mwenye atakubali hakuna hata mwenye atakubali nisimamishe mtu hata MCA pale kwa Singishu County. By luck ndio tuko nao kwa sababu ya rebel wale wenye wamerebel, lakini bure kila mtu anataka ufuate ile njia ambayo huyo ambaye wamechagua Kingsman ule basi. Sasa kwa hivyo kwa Kalenjin community saizi ni William Ruto. Sasa kila mtu anataka uimbe jina ya William Ruto. Kuna mahali siwezi enda, for example familia meetings lazima tu udanganyane. Sasa hivyo wanatufanya tunakuwa waongo. Wanataka uimbe tu jina William Ruto. Lakini wengi kwa sababu ya heshima, na pia kuna kitu ninaambianga wanawake kwamba make yourself such indispensable. Ukifika mahali hata wale wenye walikuwa wanakuogopa, wale wenye walikuwa wanajaribu kukutishia, wakiona kwamba uko mahali ambapo unasimama na wengine, kwa sababu saa hizi tukienda maneno ya principles bado nitaketi hapo na principal mwenzangu. Tutaketi mahali tutazungumza lugha moja. Wakiita party leaders, William akiketi pale, Raila akiketi pale, nitaketi pale. Kwa hivyo kama ukiambiwa muende Bomas kila mtu anasema tutaenda Bomas pamoja, tutapeana makaratasi pamoja. So Kenya inafaa sana kwa sababu ya hiyo kama Peris Tobiko ni kwamba kuna pia hiyo apart from jamii kuna pia ile heshima ya kikanisa. So for me ningeona tu bado Peris angesikiza mzee wake. Kwa sababu ukienda against your husband pia hata Biblia yenyewe itakudhulumu kwa sababu he is the head of the family. However, ingekuwa rahisi sana kushikana na mzee, iwe mzee ndiye amemu endorse. Iwe ni mzee, kwa upande wangu ni mimi ni mzee ndiye aliniendorse. So ikakuwa ni mzee anasema mimi kama bwana ya Damaris nimekubali Damaris asimame na nimewapatia nyinyi wa Kenya awaserve. Hiyo inakuwa rahisi. I think why do we have democracy? Because democracy kila mtu anakuwa na njia yake. So mimi naona wanawake pia at least kama tuko na agenda yetu different na bwana yako kona different, tunafaa kuheshimiana. Tupige kura ndani ya nyumba. Huyo ende east na huyo ende west. Hiyo ndio inaitwa democracy. Hakuna haja unangoja bwana yako akuendorse. Kama bwana yangu for example hataki hii side, hata ni endorse kweli. Hawezi. So I have to go and use my democratic right to go the direction I want to go. Huoni kwamba Fatuma mtaleta uhasama ndani ya nyumba? Kwa nyumba. Unajua? Mtagawanya kitanda. Ama nyumba utaishi kwa room nyingine. Ama ataoa mke mwingine basi. Unajua shida ni kama bwana yako na wewe kuna kitu inaitwa siasa na familia. Family and siasa lazima tusikue mixed because politics will be politics but family is family. So kitu ambaye tunafanya nje tusilete kwa nyumba. Juu kila mtu akona choice yake. Kama leo hii mimi nataka kununua kitu ya blue, si lazima nimwambie bwana yangu lazima wewe pia upende blue. No, kila mtu akona choice yake. That is why we are saying Kenya is a democratic country and we have to live democracy from my bedroom to outside. Kuna swala la tamaduni zile ambazo zimepitwa na wakati, ambazo nilisikia katika siasa za Wasingishu mmoja wale waniaji akimwambia mwenzake kwamba huwezi ongoza wakati kabla wewe hujafanyiwa tamaduni fulani, ambazo ni ukeketaji tu ambayo umekithiri katika jamii za wafugaji. Ni ukweli. Je, hizi tamaduni zinaathiri vipi siasa? Na bado tunafaa kushikililia tamaduni hizi kweli? Ni shida kwa sababu utakuta pale kuna culture wanapenda FGM. So utaambiwa wewe kama hujetairi kama mwanamke hauwezi kuja kutuongoza.
Haya, kuna kitu inaitwa kununua kutahirishwa. Sasa for example, mimi sijatahiri, mimi nimeokoka. Unaambiwa nenda ukanunue, nenda ukaappease zile cultures zenye zinafanywa ili uweze kukubaliwa kusimama. Lakini hiyo ni utapata ni a certain part ya Rift Valley. Kwetu bora umeokoka, umekanisa, ukikiri useme mimi nimeokoka, hiyo siwezi fuatilia. Itakuwa pagumu sana, lakini inategemea na pia Ukristo yenye enea hapo kwenu. But kuna watu wengine lazima uwe umetahiri. Kuna malugha pale West Pokot, Baringo, wengi wao lazima uwe umetahiri. Najua pia hii ni tamaduni ambayo ipo pande za kaskazini mashariki, lakini ikiwa jamii bado zinakwazwa na tamaduni, tutaweza kufikia kweli ile thuluthi mbili ya jinsia katika mabunge yote mawili, hata mabunge ya county kama za Garissa na za Mandera hivi? I think kama tutafata the culture, hatutafika hiyo two-third gender because women have a lot of barriers. Ukiangalia hizi barriers zote zinatufungia, hatutafikisha. Mimi nilikuwa nadhani hizi FGM, early marriages, nilikuwa nadhani iko kwetu peke yetu. Lakini nasikia hata wale ambao walikuwa mbele yetu wamepata at least empowered na wako na lami, pia kama wako na shida. Sisi mimi naona hata tunajaribu hata sisi pia upande yetu. Sisi hatuna lami, hakuna kitu, na bado we have similar problem. So I think affirmative action inafaa empower women and also the community, because the women representative seat, it was meant to empower the community. It's like a community based organization. If our women representative tukishikana na hawa na to sensitize our elders, I think itakuwa changed. So the sitting women representative leadership are not doing that much on women leaders because of vile nasikia kila mtu anataka kubaki yeye king or queen, ndio wengine pia wasiamke. Hizo vitu tunafaa kuacha ndio tufike two-third gender, because if saizi nomination ikipewa at least kama wasichana 3 wa 4 wakipewa, wengine pia wakiempower, tunaweza eliminate this culture thing. Lakini wanawake watapewa nomination mpaka lini? Ni kwamba nomination, I think nomination is not something free that we want free. No, ni ile tu tunataka at least tufungulie mlango ndio tuingie kwa nyumba. Unajua ukiingia kwa nyumba at least unaweza jua ni nini inatendeka hapa ndani. Lakini kama uko nje kama sisi, we don't know what is going on inside because of the nomination. Ukiangalia all the women leaders, they have gone through nomination. That is when they come and contest for the seat. So nomination, mimi naona bado it's affirmative action for women and youth. Yeah. But also ninasema we need to do what we call strengthening our structures. Kwa sababu gani? Inamaanisha tukiweza unaona vile BBI, the reason BBI kupita ni kwa sababu tuliempower na tuka strengthen judiciary. Judiciary wakisema ni no, ni no. So ile tunafaa kufanya saa hizi, IBC inafaa kuwa very strict. Iseme kama hamtafuata two-thirds gender, hakuna mahali mnaenda. Hii chamba mkileta list yenu ya watu, kama mjafuata two-thirds gender, basi kaeni. We will not clear you, we will not clear your presidential candidate. Hiyo pia ingefuata pale ORPP wakati walikuwa wanafanya political parties, ile coalition. Lakini shida ikakuwa kwamba tuko na wanawake 3 ambao peke yao wanachama. Mimi, Charity na Martha peke yetu. Sasa utakuta pande moja kama ile ilikuwa Azimio, wote walikuwa wamegemea Azimio. So ikakuwa ngumu mtu hata kuregister coalition political party kwa sababu ya two-thirds gender. Inasema so Kenya Kwanza wangetaka kwenda ile njia political Kenya Kwanza ikuwe sasa political party, coalition political party, ingebidi wanitafute juu chini, wanitafute ili tujaze ile two-thirds gender. Ndio maana unakuta ni only one person ndiye alimanage kutengeneza ile coalition political party. Hao wengine wakaenda ambao ni Azimio. Hao wengine wakaenda coalition party. So unakuta if we don't strengthen our institutions, itakuwa ngumu sana kuweza kupitisha hii. Lakini sasa tukisema let us strengthen this two-thirds gender, inamaanisha tutakuwa na kila mahali kutakuwa na mwanamke pale. So hatutahitaji hata hizo nominations kama tutakuwa tume strengthen ile coalition. I think two-third gender also, it's not only issue of women. Also we have different categories of human beings that live in this country.
Like for example, even the disability, they come under 2/3 gender. That's true. The youth are coming under 2/3 gender. Also, there's a community that is called transgender community. The transgender community also, they need representative there. So all these communities, they are under 2/3. Hii kiti si ya wanawake peke yake. We want a representative of every categories of gender, regardless on who you are. Mumezungumzia IEBC, Damaris. Je, unadhani IEBC ina yale meno ya kung'ata hivi vyama vya kisiasa na kuviambia hapana, hii yenu haitoshi? IEBC mpaka saa hizi bado. Sijui ni kwa nini Chebukati hii miaka 5 ambayo imepita hakuweza kuunganisha na kuitaitanisha institution yake. Utakuta kwamba alisema juzi vizuri sana kwamba lazima upitishe hiyo 2/3 gender. Wakati ilifika hiyo wakati hakuimplement. Same to things, ile kwamba angesema hii 5 years, angesema kwamba hataki kuona mtu yeyote ambaye akona kesi pale kotini asisimame. Angeweza ku manage hiyo kitu, lakini unaona sasa mwizi yote, uwe mwizi, uwe rapist, uwe chochote, bora tu haujafikisha pale Supreme Court, exhaust ile options zako za appeal, unaweza simama. Kwa hivyo inamaanisha in the next 5 years bado tutakuwa na wale wakora wale. Tukizungumza hivyo tayari naona Oscar Sudi ameidhinishwa kuwania Kapsaret angalia sasa katika miongoni mwa wale ambao bado wana kesi zinawaandama. Yeye ameidhinishwa. Tukiendelea kumalizia kipindi hiki kwa sasa hivi, vipi ambavyo tutaweza kufaulu? Vipi ambavyo tutaweza kuivunja minyororo ya tamaduni zetu na tuweze kusimama sote katika uzani sawa? Kwangu ndasema ni kanisa isimame na strengthening of structures. Kanisa ikisimama inamaanisha wataacha kuongelea pale kando. Unaangalia for example, tuseme wacha nizungumzie mosque. Mosque wamejipanga. Hautawahi kuta, sijawahi sikia, na dadangu atani correct hapo, sijawahi sikia mtu akienda pale akishika microphone akaongelea mwenzake vibaya mbele ya imam. Sijawahi sikia. So na shindo ni kwamba, na ukiangalia pia structure zao, mtoto anaanza kufunza Quran kuanzia tu, bora tu ameanza kujua kuongea ama kufunza, unakuta ile Qurani anafunziwa kuanzia pale. Sisi Wakristo upande mwingine tunakubali ile madhabahu iwe ya kutukanana, ile ya kuongelea. So mimi ningeomba njia mzuri ni kwamba kanisa, kwa sababu kanisa ina how do I put it, it makes us believe in the society that we are in. Tunataka hiyo kanisa ianze kuongelesha watu, ianze kuambia mama pia anakubaliwa kusimama. Waanze na kwanza kutupatia cheo za kanisa. Tusikuwe tu women's ministry. Kidogo mtasikia naitwa Pastor Damaris. Wanikubalie nisimame pale kanisa langu, lakini inakubali wanawake. Bana maanisha zile kanisa mainstream wakubali wanawake. Tusikie siku moja pop ni mwanamke. Inamaanisha tukiona pop ni mwanamke pale, inamaanisha naweza pia chagua MCA kama leader wangu, kwa sababu nimeshaona pop pale amekubali tuko na wanawake. So mimi ningependa tu kanisa na structures zikuwe strengthened kabisa, in the sense that IEBC kisema 2/3 gender inamaanisha ni 2/3 gender. Bila hiyo haukubaliwi. Naye pia ukifika pale parliament, zile zote inamaanisha institutions, tuseme organizations, kama ni CEO, deputy yawe mwanamke. Ikiwa hivyo, kama saizi kwa county unaona after Raila alichukua Martha, unaona wengi wakakubali sasa kuchukua mwanamke. In fact, for me nilipata request kama 10 ya watu kuniambia kuja uwe running mate wangu. Wengi sana, kwa sababu sasa Martha alikuwa amefungwa njia ya kwamba wanawake wanaweza kuwa deputy partners. But mimi nilikuwa nauliza mbona basi usiwe deputy wangu? Naam, kauli yako kwa dakika chache tu, Fatuma. Mimi ningesema tu that vile tumetofautisha dini na siasa, tusiweke dini kwa siasa tena. Ikifika siasa, wacha ikue siasa na dini ikue ibaki msikitini. Juu ukiangalia most of the time we don't do politics in mosque. So the same thing ingekuwa huko chini, wacha ikue siasa na wanawake pia wakuwe part of the politics, because ukiangalia siasa na dini it's two different way. So tusi mix culture na dini na siasa. Juu wanawake pia ni wamama kama wale wengine, because ukiona other tribes at least kuna wanawake wanaweza contest huko central, na wanapigania hizi kiti za governor. So mimi ningesema tu let us not mix culture and politics and religion, because women are part of this society. Women are also supposed to be given the same equal chance that the men have also, because we are part of this world. Asante sana.
Mwanaji wa urais Damaristo, sekunde 30 peke yake. Unapeleka lini karatasi zako kwa Bomas of Kenya? Mahali ninatoka, mimi ni mtu nasikiza watu. Tukifanya NDC yetu walisema nisimame. But tumezungumza. Sijafika miaka 40. Bado. Sijafika miaka 40 na imekuwa kwamba kuna changamoto mingi sana kwa sababu kila mtu anasema bado ni mdogo. Bado wewe ni mdogo kwa siasa. Na yule ambaye ninamwangalia kama ni amenitembeza kwa siasa ni Seneta Moi. So kwa sababu Seneta Moi alinikaisha akaniambia usisimame saa hizi, wacha tukujenge the next 30 years, 20 years, ili wakati unasimama kila mtu anakukubali. So tukaamua tukasema ni sawa, tutaunga mmoja wetu asimame. Kwa hivyo unajiondoa? Kwa hivyo nimejiondoa. Nimejiondoa kwa sababu wale ambao wamenisimamisha na wamenishikisha mkono wote wamesema wacha tuunge mmoja wetu mkono, kwa sababu saa hizi imekuwa hata ni vigumu, tuliingia race late, quite late. So tujipatie hizi miaka zingine 10 ama 5 ili tuanze kujijenga sasa vizuri. Tukifika ile wakati tunasema tunasimama inakuwa rahisi sana kwetu. Kwa hivyo tulijiondoa. Asante sana. Huyo ni Damaristo ambaye alikuwa anawania urais wa taifa la Kenya kuwa watano, lakini anasema kwamba amejiondoa kwa sababu anahisi bado umri wake ni mchanga, anataka kukua zaidi kisiasa, na akiwa amekomaa basi ataitisha kiti hicho cha kuelekea ikulu hapa Nairobi na kuongoza taifa hili la Kenya, maana yake anaamini